Assalamu alaikum. Naam, tunaendelea kujifunza lugha ya Kiarabu. Leo tutajifunza vitendo na vitendo vya leo tutakavyoviangalia ni kitendo cha wakati uliopo. Kitendo cha wakati uliopo. Yaani kitendo ambacho kinafanyika muda huu. Kwa Kiarabu kinaitwa fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Yaani kitendo cha wakati uliopo. Tutaangalia namna kinavyobadilika. Yaani hivi vitendo kwenye lugha ya Kiarabu huwa vinabadilika. Ukimzungumzia mwanamke utazungumza hivi, ukimzungumzia mwanaume unasema hivi, au ukiwa unazungumza na mwanamke ana kwa ana mnaonana utaongea naye hivi, mwanamke utaongea naye hivi. Wakiwa wawili, wakiwa wengi unabadilisha. Sasa leo ninawaomba muniazime masikio yenu. Tusikilize vizuri somo letu la leo, ni muhimu sana. Sasa leo tunaangalia kitendo cha wakati uliopo, fi'lul mudhari', ndio kitendo tunachokiangalia. Lakini ni cha mtu huyu mmoja. Fi'lul mudhari', kitendo hiki cha wakati uliopo kinafanywa na mtu huyu mmoja, ndio kitendo tunachokiangalia leo. Sio watu wawili wala watu wengi, kuanzia watatu na kuendelea. Wingi kwenye lugha ya Kiarabu inaanzia watatu na kuendelea. Kwa hiyo leo tunaangalia kitendo cha wakati uliopo lakini cha mtu huyu mmoja. Na pia kitendo hichi ambacho tunachokiangalia leo ni cha watu ambao tunawazungumzia, ni wako mbali, hawapo karibu. Unaweza ukasema labda Muhammad anaenda sokoni, hayuko hapa. Unaona? Sio Muhammad unaenda, au zungumzi naye bali unamzungumzia tu. Au Fatima anasoma Qur'ani, unaona? Kwa hiyo ndio tunachokiangalia leo. Kwenye Kiswahili wanaita ni nafsi ya pili umoja, nafsi ya tatu umoja kwenye lugha ya Kiswahili. Sawa. Kwa hiyo tunaanza hapa. Ta'allamil af'al, jifunze vitendo. Ta'allamil af'al, jifunze vitendo. Kuna picha yetu ya kwanza hapa tunamwona mtoto huyo ameshika kitabu, ameshika Qur'ani, anasoma. Yaqra'u maana yake anasoma. Yaqra'u anasoma. Akiwa mwanaume huyu mmoja. Sawa. Tena huyu mwanaume sio kwamba unazungumza naye mpo ana kwa ana, face to face, hapana. Yuko mbali. Sawa. Kwa hiyo hii ni nafsi ya tatu umoja. Lazima nafsi ya tatu umoja kwenye Kiswahili wanasema inabebwa na herufi a. Lazima useme a. Katika kitendo cha wakati uliopo, fi'lun mudhari', lazima useme a. Anakula, anasoma, anatembea, anaenda, sawa, anapiga, lazima useme a, lazima ianze na a. Akiwa huyu mmoja, labda akiwa wengi unasema wanaenda, wanatembea, wanakula, wanaimba, wanasoma, lazima uanze na wa katika fi'l mudhari', wakati kitendo cha wakati uliopo. Sasa hii ni nafsi ya tatu umoja, tunaanza na a. Kwa hiyo akiwa mwanaume mmoja utasema yaqra'u, maana yake anasoma, mwanaume huyu mmoja. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'an, anasoma Muhammad Qur'an. Naona hapo yaqra'u Muhammadun al-Qur'an, anasoma Muhammad Qur'an. Sasa hichi kitendo kikiwa kinafanywa sasa hivi na mwanamke, sawa, kikiwa kinafanywa na mwanamke utasema, utatoa ya, utaweka ta. Yaani herufi hiyo moja tu ndio inabadilika. Unatoa hiyo ya, unaweka ta. Utasema taqra'u, maana yake ana, sio unasoma. Kama ni mwanamke unakusudia ni ana, yuko mbali, hayuko hapo, anasoma. Taqra'u, anasoma. Au taktubu, anaandika. Tadhhabu, anaenda. Unasema ta. Ni kitendo cha wakati uliopo, unamzungumzia mtu huyu mmoja. Mwanamke unasema ta, mwanaume utaanza na ya. Sawa. Kwa hiyo unataka kusema mama yangu anaenda sokoni, utasema ummi, mama yangu, ta, utasema ta. Tadhhabu, sio ya dhahabu, unasema tadhhabu, anaenda ila suqi, sokoni. Umeona? Ni rahisi tu, yani muhimu tu kuzingatia. Kwa hiyo taqra'u Fatima al-Qur'an, anasoma Fatima Qur'an. Umeona hapo tumesema taqra'u, sio yaqra'u. Ukija kusema yaqra'u Fatima ni makosa, unakuwa umekosea. Mtu ambaye kasoma lugha ya Kiarabu vizuri anaona kabisa wewe lugha yako ya Kiarabu bado hujui. Unaona? Kwa hiyo taqra'u Fatima al-Qur'an, anasoma Fatima Qur'an. Sawa. Lakini kama ikija ninasoma, unatoa tu
unatoa herufi ya kwanza hiyo ya au ta, unasema a. Akra'u ninasoma, ajlisu ninakaa. Haijalishi wewe ni mwanamke au mwanaume anayekaa. Yoyote akiwa anajizungumzia mwenyewe wanatumia hiyo hiyo, hamna mwanamke hivi mwanaume hivi, hamna. Kwa akiwa wengi wanasema tu na. Nakra'u tunasoma. Naktubu tunaandika, wanaweka na badala ya a. Lakini ukisema akra'u ninasoma mimi peke yangu, ninasoma mimi mmoja. Sawa. Huko sio darasa letu la leo, nimewapa tu faida. Tunaendelea. Yaktubu anaandika. Yaktubu tilmidhul wajiba, anaandika mwanafunzi homework. Wajiba ni homework. Sawa. Yaktubu tilmidhul wajiba, anaandika mwanafunzi homework. Taktubu anaandika, huyu mwanafunzi wa kike, ndio maana tunasema ta, tumeanza na ta. Taktubu anaandika. Taktubu tilmidhatu, mwanafunzi wa kike anaitwa tilmidha. Taktubu tilmidhatul wajiba, anaandika mwanafunzi wajibu. Nini? Kazi ya nyumbani, homework, kazi ya nyumbani ambayo amepewa na mwalimu shule. Taktubu tilmidhatul wajiba, anaandika mwanafunzi kazi ya nyumbani, homework. Kwa hiyo kwa mwanamke utasema ta, kwa mwanaume unasema ya. Naam, nadhani hapa mwanzo kwenye video yetu nimeelezea vizuri tu. Kwa hiyo hapa sasa hivi tunaenda haraka haraka. Sawa kwa kuwa tayari nimeshaeleza vizuri, nimefafanua. Hapa sasa hivi tunaenda haraka haraka. Yaakulu anakula. Tunaona picha hapo, mtoto wa kiume anakula. Yaakulu. Yaakulu Khalidu ta'am. Anakula Khalidi chakula. Yaakulu Khalidun at-ta'am. Anakula Khalidi chakula. Taakulu anakula, mwanamke huyo, binti, mtoto wa kike. Taakulu Halimatu ta'am. Anakula Halima chakula. Taakulu Halimatu ta'am. Anakula Halima chakula. Yashrabu anakunywa. Yashrabu maana yake anakunywa. Yashrabu Aliyul ma'a. Yashrabu Aliyul ma'a. Anakunywa Ali maji. Anakunywa Aliyun maji. Tashrabu anakunywa, lakini akiwa mwanamke. Tashrabu Maryamu almaa. Anakunywa Maryamu maji. Tashrabu Maryamu almaa. Anakunywa Maryamu maji. Lahidh, angalia. Ilo neno la juu hapo ameandika lahidh, unaambiwa uangalie vizuri kwa mazingatio, kwa umakini. Kuna mswali na jibu. Picha yetu hapa tunaona huyo mtoto wa kiume anakunywa maji. Madha yafalu Ahmadu, anafanya nini Ahmad? Madha yafalu. Ukitaka kumuuliza mtu anafanya nini fulani, unauliza madha yafalu, labda Umar. Madha yafalu Aliyun, hivyo anafanya nini Aliyu, anafanya nini Muhammad, anafanya nini Ahmad, unasema madha yafalu. Akiwa ni mwanaume unasema ya. Kama unamuuliza ni mwanamke utasema ta. Madha tafalu, maana yake anafanya nini. Madha yafalu Ahmadu, anafanya nini Ahmad. Kwenye hii picha tunamuona Ahmad anakunywa maji. Kwa hiyo tutajibu hivi: Ahmadu yashrabul ma'a. Ahmadi anakunywa maji. Yashrabu anakunywa. Mwanaume huyu mmoja, sio wanakunywa. Ikiwa ni wengi hiyo yashrabu inabadilika, itakuwa yashrabuna. Wakiwa wanaume wengi yashrabuna. Wakiwa wanaume wawili yashrabani. Unaona inabadilika. Lakini sisi huko tuangalie, tunaangalia leo akiwa kitendo anakifanya mtu huyu mmoja, mwanamke mmoja au mwanaume mmoja. Ahmadu yashrabul ma'a. Ahmad anakunywa maji. Picha inayofuata, madha tafalu Fatima. Madha tafalu Fatima, anafanya nini Fatima. Fatima tashrabul ma'a. Fatima anakunywa maji. Fatima naye tunaona picha hapo ya binti anakunywa maji. Fatima tashrabul ma'a. Usiseme Fatima yashrabu, kwa sababu ya inatumika kwa mwanamume mmoja. Akiwa yuko mbali unakuwa unamuelezea tu fulani anafanya hivi, fulani anafanya hivi, unasema ya. Lakini mwanamke unasema ta. Kwa hiyo Fatima tashrabul ma'a. Fatima anakunywa maji. Madha yafalu Aliyun, anafanya nini Aliyun. Kwenye hii picha tunaona Aliyun anakula chakula. Kwa hiyo tutajibu hivi: Aliyun yaakulu ta'am. Aliyun anakula chakula, tutasema yaakulu ya.
Madha tafalu, sio yafalu. Huyu ni mwanamke, tunayemuuliza hapa tunamuulizia mwanamke. Madha tafalu Khadija, anafanya nini Khadija? Anafanya nini Khadija? Khadija taakulu taam, Khadija anakula chakula. Kwa hiyo hivi ndio vitu vya kuzingatia. Akiwa ni mwanamke mmoja, fi'lu mudhari, kitendo cha wakati uliopo, utatumia ta. Mwanamke mmoja utasema ta. Kama anaenda unasema tadhhabu. Labda anaenda sokoni utasema tadhhabu ila suqi. Fatima tadhhabu, Fatima anaenda ila suqi, sokoni. Kama ni mwanaume, labda Ali, utasema aliyun yadhhabu, sio tadhhabu, utasema yadhhabu ila suqi. Aliyun anaenda sokoni. Kwa hiyo hili ndio somo letu la leo ambalo nimewaletea ili tuweze kujifunza. Kwa mafunzo zaidi unaweza ukajiunga katika grupu langu. Kama bado hujajiunga Telegram, kwa malipo ya kawaida tu, una Telegram grupu la Kiarabu, nafundisha Kiarabu, na pia Telegram nina grupu lingine la nahau, nafundisha nahau. Madini yako mengi kweli kweli katika hayo magrupu. Kwa hiyo muhimu kuweza kufuatilia masomo. Na kama bado hujajiunga na mimi kwenye Telegram, karibu, comment chini kwamba unahitaji kujifunza, au nitumie message DM ili tufanye mawasiliano, namba ya WhatsApp tuweze kuwasiliana. Karibuni sana wote, uwe Tanzania, uwe nje ya Tanzania, uwe nje ya Afrika, popote. Karibuni tuweze kujifunza lugha ya Kiarabu.